you know, being an MP, though you come from Butula, Yes. but ukienda bunge you play a national role. Yani unakuwa na mtazamo wa kitaifa. Yes. Yeah, though you are domiciled here, but bunge, yes, you play a national role. Yes. Because Butula is not isolated. Yes. We are not an isolated case. When we say there is an unemployment in Butula, yes, there is also unemployment in Matungu. Yes. There is also unemployment in Nambale. Yes. Even in Samia, even in Bunyala. So ukosefu wa kazi, hiyo ni kitu viongozi wetu wameshindwa. Tukipata nafasi ya kuongoza, tutajaribu kupunguza ukosefu wa kazi. Na kupunguza ukosefu wa kazi, ukiwa kwa bunge, you can just do it through legislation. Yes. Yani kupitisha sheria ambazo zinafanya watu wakose kukuwa na kazi. Yes. Tukianza mapema tungesema tuko na shida ya stima. Kama tunaweza, unajua shida ya stima Kenya ni nationwide. Because ile stima inakuwa produced Kenya ni kidogo sana. Ni kidogo sana. Tukisema, and you can see today there's power rationing. Even if you follow the president's speech on Jamhuri Day, he confessed that actually power rationing is back in Kenya. So what you're trying to say, we will try to make laws that will force the government to ensure that production of power, of electricity, becomes a priority. Because kama kungekuwa na stima hii Kenya, I want to tell you, kama kungekuwa na stima ya kutosha, I want to tell you, hata mimi kama leo ningechukua tu natafuta shamba hapa Bukuyudi, naleta vitu zangu na tunafanya hapa. Na watu hapa wanapata ajira. So ile shida tuko nayo ni stima, and it is not by isolation. It's not only Butula. So when we take power, we will try to tell the government that even if you want to go the Singapore way, you cannot get to Singapore when you are doing power rationing. Okay. You cannot. Okay. Yeah. So hiyo unasema wakati utaingia kwenye uongozi ama upate hiyo madaraka ya kuwa mbunge wa eneo bunge la Butula, utapigania sana kupitisha sheria yenye itahakikisha hakuna issue ya power rationing. Power rationing. Hiyo ni shida kubwa sana, na hata sio shida yenye ambayo tunaweza sema inaathiri hapa Butula peke yake. Hiyo shida yenye unasema ni ile shida inasemekana inaathiri Kenya mzima. Na tukiendelea vizuri mheshimiwa, katika utafiti mingi katika utafiti mingi takwimu zinaonyesha Busia County na jimbo hili la Butula linaongoza sana katika umaskini. Na wakati linaongoza sana katika umaskini na nini, ni nini sababu, na uko na mpangilio upi ambao unaweza ukafanya ambao utakuja kubadilisha sura na sifa mbaya hizi za umaskini katika eneo bunge la Butula haswa na Busia County? Asante sana bwana Vikas. Kwanza ningependa kupeleka rambirambi zangu za pole kwa wale ambao walifariki juzi, gavana wetu akigawa vyakula. Kwa vile siku 2-3 imeisha, gavana aliita laiki ya watu kwa boma lake na kagawa chakula. Na kwa bahati mbaya tukapoteza wanabusia. Na ningesema kwanza pole, lakini hata gavana akigawa chakula inafaa jiulize, why is it that anagawa chakula? Why is it that kwake ndo amebarikiwa na wengine hawajabarikiwa? Kweli. What is it that is special in his home that makes food available and not in other people's home? And we have answers to this problem. And I've said and I'm repeating that kama tunataka kuzuia, kama tunataka kuhakikisha ya kwamba chakula inakuwa ya kutosha, kama tunataka kupunguza umaskini, kwanza Busia County vile tuko, we are a border town. We are a border town at one point, and another point we touch the lake. And lake is natural resources. Border is a natural resources. Watu wanapita hapa wanaenda Rwanda. Gavana alijaribu juzi kuweka mkakati ati watu wakiwa wanalipa parking fee wakafanya strike, akaogopa. But ukweli ni kwamba watu wanapita hapa wanaenda. Na huku wherever we pass through, watu wanalipa. So what we can say is a management issue. Because gavana akikuja alituahidi ya kwamba atakuwa anapeana chakula, atakuwa anapeana mbegu, anapeana mbolea. Sasa amekataa. Anaamua kupeana chakula yenyewe. But if you give food, if you give mbolea, we will have our population will grow. Na ile challenge tuko nayo, na hii challenge ni serious.
Unajua gavana aliamua kununua tractor. Na badala ya kupeana mbegu alinunua tractor, akianza kazi tractor zenyewe ukiuliza zinalimia nani? Hakuna. So hii shida ya umaskini ni ule mtu ako kwa uongozi saa hii kama gavana. Kwa mtazamo wangu haioni kama shida. Nadhani anafurahi kugawa chakula, anafurahi watu wakija kwake wajae hivi awapee hao ya Christmas, na unagawa Christmas pekee. Na tumbo ikishasiaga Christmas inaisha. Si tarehe moja iko, tarehe mbili iko, nini iko, tunaandanga na Valentine's Day. Sasa siku ya Valentine's Day pia itenga wapenzi wote kwake, anawapea chakula. Sivyo? So let us get out of this culture of being in a hurry to give out. Let us get out in that culture. Tukue watu wa kusema ya kwamba we can also empower people. So tuseme ile kitu inafanya tunakuwa na kama tunaonekana maskini zaidi, tunapatikana sisi ndio maskini, ni kwa sababu ya kutokuwa na strategic plan mzuri. Hiyo ni one, but strategic plan is one thing and implementing the strategic plan is another thing. You can have a good document. Like wewe ukisikiza huyu gavana akitafuta uongozi, he was very meticulous in his presentation. Na alikuwa akiongea na dance paka chini alafu anaamuka. Unajua hiyo point kweli imeingia. Akisema Sivitali. Nakumbuka Sivitali. So we are here today. Bado tuko na shida. Ukienda kwa hospitali, our people are dying. Mere accident unakufa. And when people die, you like when you lose a person, you have a duty to start bringing a new person. It is not easy. You have told me your story, how you even came to be where you are today. Just imagine you lose focus even for 6 months. Can you make a comeback? So hizo ndo vitu zinaleta umaskini. Ni ukweli. And those are the things that will be solved. Okay. So bwana mheshimiwa, vijana wengi katika eneo bunge hili la Butula hawana kazi. Ni mikakati gani ama ni mpangilio gani ambao uko nao ambao utakuja kusaidia vijana hapa Butula wakati utakuwa unapata hiki kiti cha ubunge? The easiest ni stima. You know if you want to solve unemployment and poverty, you have 2 steps. You have to solve the current problem and the future. For the future generation, we'll talk about bursaries. We'll ensure that education, watu wote wanapata kusoma kwa umri mdogo. Alafu hawa watoto watatusaidia siku za usoni. But for the current generation, watu kama sisi, tutataka tukue na vile tunaweza pata. Tunataka stima, tutataka machines. Because siku hizi bila mashine haiwezekani. Ni ukweli. Unaelewa? So tungesema hata wewe uko na hii mtambo mzuri. Si ni machine? Kama ungekuwa na machine ungeweza? Singeweza. So tukitajaribu watu wapate vile wanaweza fanya kazi. One, lakini 2, tutajaribu sana stima itembee, because kama hapa kwa hii boma kungekuwa na stima ya kutosha, ile stima unaweza fanya hata farming, greenhouse farming. Hata ukiangalia hapa ndani kuna greenhouse. But ukiuliza kwa nini haifanyi, watakwambia ilikuwa ngumu kufanya irrigation. Why was it difficult to do irrigation? There is no electricity. Unanielewa? So ile kitu ningesema na ile kitu ningerudia kusema ni moja. Ni moja. Lazima tuzuie na tujaribu kuhakikisha ya kwamba stima inatembea ya kutosha. Kweli. Na upande wa, kabla nitoke kwa hiyo point ya vijana, kuna wale vijana ambao ni wabunifu, wasanii, kuna wale vijana ambao ni wachezaji wa mpira. Kwa upande wa talanta uko na mpangilio upi kama wewe? Hiyo ni swali njema sana. Kwa vile hata sasa hivi tunaongea tournaments zinaendelea hapa kujaribu kukuza talanta ya mpira. Kuna tournament hapa. Lakini si yangu, kuna watu wamejitokeza wanafanya tournaments hapa all over. Lakini kwa sasa naona watu wengi wanafanya hiyo kitu, hawana nia njema. Kwa vile iko rafiki yangu ana run tournament kama 1 or 2 months. Alafu anapea winning team 20,000. Are you being honest? Winning team inapewa 20,000. Na umefanya tournament 1 or 2 months. Mimi niko kwa groups kama 5 ama 6 za hizi local football teams, clubs. Kila siku tangu hiyo tournament ianze wanafanya harambee ya kupata pesa ya kwenda kushiriki kwenye tournament. Unaona? Na hiyo ndio kitu mimi ningependa kusema. Hiyo ni ukoloni mambo leo. That is modern day slavery.
kama unataka kutengeneza talanta, kama unataka kuchezesha tournament, tafadhali have enough money. Have enough money. Kama umejua teams fulani zitatoka Kanjala, leta basi hapa Kanjala, watoto waingie, waende wacheze tournament. Lakini mambo ya kufanyisha watu wanafanya harambee, people use more because mtu ndio ufanye tournament 1 or 3 months. Inamaanisha people are training. True. Yeah, so when you people go to training, you don't facilitate. When they come to place, you don't facilitate. Then mwisho wao unasema winning team unawapea 20,000. Wewe kweli, wewe ni kiongozi kweli? So ile kitu tungeanza na kusema ni kwamba if we get power, we will start by ensuring that talent is properly appreciated. Okay. Unanielewa? Because when talent is properly appreciated, it can feed a family. Unanielewa? Lakini sasa kama unafika mahali ya uheshimu talanta, hapo ndo pahali shida inakuwa kutoheshimu talanta. Sasa tutaanza na kuunda sheria ya kusema if you own a football club in Kenya, ensure you pay your people well. Because hata mimi nilikuwa nacheza rugby. I stopped playing rugby because niliona wenzangu wote wenye walienda kucheza rugby wanapiga tu nduru. Yaani mheshimiwa uliacha talanta kwa sababu ya nduru? Pesa, watu unaumia. Kwa vile mimi siwezi kuwa nakuja training na naomba mzazi pesa ya kunipeleka training. Haiwezekani. Haiwezekani. That's being unfair. That's why mimi nilisema after form 4 nikakataa kucheza. But tulicheza rugby sana hii Kakamega High School. Okay. Yeah. Okay, nimekuelewa kwa undani na natumai pia mtazamaji wa Butula News anaendelea kupata information vizuri. Kuna wale wamekuwa wakiuliza huyu mheshimiwa tunasikia anaitwa John Achola ni nani? Siku ya leo tumekuletea mheshimiwa John Achola, ako hapa na anafafanua manifesto yake na maono yake kwa eneo bunge hili letu la Butula. So mheshimiwa, tukisonga mbele, tumeona mmesimama hiki kiti cha ubunge wengi. Mko wengi kabisa, kila kona mko wengi. Na unajua hizi ni mbio sasa, ni kama wewe hauna nguvu utafika. So hizi ni mbio zenye zimetoka na mko wengi kabisa. Wewe mikakati yako hapo ni gani yenye itafanya? Kwa sababu huwa tunaona watu wanajitokeza wengi wakati kama huu, wanajitokeza wengi, ikienda ikifika ile wakati wenye campaign inakuja inashika vizuri sana, unaanza kuona mtu anaishiwa kimfuko, unaanza kuona mwingine anatongozwa na mwingine anatoka, mwingine anaenda. Wewe mikakati yako ama mipangilio yako hapo ni kama gani? Sitasema mikakati yangu ama mpangilio yangu kwa vile maasidi pia wananisikiza. Sitasema, lakini nitaka kuhakikishia kwamba hii mbio tutamaliza na kuwepo kwa wachezaji wengi haizuii bao kufungwa. Ukweli. Unajua hata chakula ukitaka ikuwe tamu unakuwa na jikoni mingi. Sasa unatembea kwa ile jikoni unaonja alafu unasema hii ndio tamu kabisa. Na mimi niko na hakika jikoni yangu itapika chakula tamu, wa Marachi watafurahi. Sasa isikuogopesha kwamba tuko wengi. Tuko wengi kwa vile kila mtu anaona anaweza taka kuongoza. Lakini kati yetu wewe unajua kuna projects. Siko unajua. Labda naweza kuwa sijui ama mimi naweza kuwa najua na msikilizaji wetu na mtazamaji wetu ajui. Unaweza mfafanulia project? Kati yetu kuna projects. Kuna wale wanatumika kuchanganya wananchi. Yani giving the electorate a lot of options. Sasa ndio ikuwe rahisi waseme mko wengi vile unasema. Lakini ukweli ni kwamba hii race ni watu wawili watatu. Unanielewa? Na hizi projects ziko, kwa vile projects zinakuja wanasema wacha tutume vijana wengi kwa kiwanja. Ndio vijana wachanganyikiwe. Kwa vile hata wanakandarasi wa Oyula pia kwa kiwanja. Wanakandarasi wake wawili wako kwa kiwanja. Do you take such candidates serious? Unanielewa? Sasa wewe usiogope ati tuko wengi. Sisi tutaongea na Wamarachi, Wamarachi wataelewa. Unakumbuka ile wakati Bobo Koda alijitokeza akiwania. Unakumbuka hiyo wakati? Nakumbuka. Akishindana na Odhiambo. Unakumbuka how Odhiambo lost the seat? Si ilikuwa kitu kama hiyo. Kwa sababu ya project. Kwa vile Okoda alikuja na akapunguza kura za Odhiambo. Na inasemekana huyo Bobo alikuwa project. Kwa vile hata sasa hivi tunaongea mama yake yako kwa ofisi ya CDF. Unanielewa? So wananchi unajua wakiangalia kwa hiyo mtazamo, kama sasa hivi tunaona contractor yule pia ako kwa kiwanja anawania. Do you take such candidate serious?
Unanielewa? So ile kitu tunaweza sema is a matter of time. Tutaelimisha wanabaraki, tuwaambie usiwache Big G kwa karanga za kuonjeshwa. Tutawakataza, tuwaambie hii ni karanga ya kuonjeshwa, hii ni karanga ya kuonjeshwa, hii ni karanga ya kuonjeshwa. Wachana na karanga ya kuonjeshwa. Na sasa mheshimiwa, kwa hiyo story umeongelea, kuna swali la kujitokeza kidogo, acha niulizie before nisonge mbele. Wakati unajua hapa Marachi, wakati unasema mambo na project, mambo ya mtu fulani ni wa mtu fulani, mambo unaona, so kuna hapa Marachi kunakuwa na ile kasumba fulani ya we lazima tukule tukunywe kwa kiongozi hata kama amefika. So kuna wale viongozi utapata akiingia kwa ofisi amekuja akiwa na maono mazuri kama hii yenye uko nayo. Ako na maono mzuri kabisa, lakini sasa akifika huko huelewi vile mambo inaenda hivyo, inaharibika. Hapo unafikiria utafanya aje ili umake sure hakuna mtu atakuwa anapata ama hakuna mtu atakuwa na benefit. Utasikia huwa unasikia watu fulani wanaamkanga tu kwa ofisi kwenda kukunywa chai. Vitu kama hizo ndio baadhi ya zile vitu zenye labda zinachangia zifanye mtu amuke na tamaa ya kukuja. Sisi tunaweza tukasema ni project, kumbe ni tamaa ya mtu ameona kumbe hapa mahali kuko hivi. Wewe utafanya aje ili uhakikishe kitu kama hiyo haitatokea, uhakikishe umepanga watu wako na hawatakupea aibu tena? Nataka kueleza hivi rafiki yangu. Sisi ni Waluya. Na mtu kuja kula hiyo hatujaichukua kama makosa siku yote. Sasa sisi kwa mila zetu kukula hatuhesabu. Lakini sisi ile kitu tunasema unajua tuko na challenge. Na hii challenge mimi naweza solve. Unajua the current leader we have mnamuelewa vizuri sana. Wanakandarasi ni mwenyewe. Kila kitu ni mwenyewe. Na hiyo ndio shida kubwa tuko nayo. Unanielewa? But sisi tukichukua uongozi, kandarasi tutawapewa Marachi. Unanielewa? Mimi utaona siku moja ati nimejificha kwa my sister in law ama my daughter in law ati nafanya kandarasi. Unanielewa? Hautaona hiyo kitu hata siku moja. And I'm lucky because hata mimi sina daughter in law. Unanielewa? Utakuja kukua na hiyo. By the time nitakuwa na daughter in law, I think I'll be out of power. Because I don't believe I'll stay in power forever. I'll just have my time and live. Sasa mimi niko na bahati. Hautasikia ati ni mjukuu wangu ameandikwa kwa county government sasa ile kazi imeandikwa. Itakuwa Marachi ndio watakuwa na benefit. So if we want servant leadership, if we want leadership that will fight for our people, lazima tukubaliane, tuungane mkono, tutoe huyu mtu mwenye akopo. Kwa vile ile wakati KRA ilikuwa na nafasi, si hata nyinyi ulisikia? Watu wagani walienda, sasa ile polisi wanakuwa na nafasi, watu wagani wanaenda, sasa ile TSC inataka. Si wewe unajua wabunge wanaandikanga watu na walimu. Si hata hiyo scandal imekuwa paka kwa parliament. Imekuwa. Nati nikisema now the country is heading the wrong direction because politicians are dishing out employment letters. Huyu wetu ananga. Haiwezi kosa. Ananga. Ako nayo. So tuache kudanganyana. Mtu mwenye tuko na yeye ni mbinafsi. Kama yeye hajapata wengine wakose. Unanielewa? Nimekuelewa vizuri, si ndivyo? Hapo nimekuelewa. Sina neno kabisa. Sina neno kabisa kwa ajili kwa hilo swali tena. Alafu tukisonga mbele, tukiendelea mbele, tunaendelea vizuri bwana mheshimiwa. Na hili ni swali ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza katika eneo bunge hili la Butula. Bwana mheshimiwa, kuna hili swali ambalo watu wanashangaa, wanajiuliza kutakuaje? Mbona mumesimama watu wawili kutoka katika boma moja? Wewe mheshimiwa, wakati uko na energy, uko na maono mazuri kama haya na unawazia mbali kabisa na uko na maono ya kubadilisha Butula vizuri, wewe huoni kama hili jambo linaweza likarudisha nyuma sana zile possibilities za wewe kupata hii kura ama kupata hiki kiti wakati wa kura mwaka 2027? Unaongelea mimi na Mutua? Yes, wewe na Mutua. Kwanza Vikas, wacha nikwambie ukweli. Mimi unanijua.
Mimi ni Mmarachi, si ndivyo? Ndio. Mutua ni mtu gani? Mutua ni Mkamba. Mkamba, si ndivyo? Sasa mkisema hivyo mnamaanisha nini? Kwa vile hata sasa hii ni sikukuu, si mimi niko hapa? Hapa ni nyumbani. Si ndio? Wa Mutua ni pale. Twende tuone kama hako. Tunaweza tukaenda lakini sasa ile tunajaribu kuambia mimi ndio Mmarachi. Na mimi hapa ndio nyumbani. Sina mahali pengine naweza enda kusema ni nyumbani. Unaelewa? Lakini mtu wako na mali mingi sana anaweza enda kusema ni kwake. So kwao. Unamaanisha hapa ni ugenini? Technically. Ama huri ho ndo inono yosi ya balangana nga Mutua. Mmarachi sio fina. Lakini inasemekana na kila kwa miaka 10 ilikuwa inajulikana yeye amepata kitu kwa sababu ya kukua amepata makao hapa Butula. Unajua kura yangu moja haipitishi mtu. Unanielewa? Kura yangu moja haipitishi mtu. Sasa kama wengine wataona ni heri wampe, hakuna shida. Kwa vile hii ni kura na ni democracy. Lakini mtu aseme ati mimi nianguke kura kwa ajili mtu amesimama. Unanielewa? Mtu asiseme hivyo. Kama mtu anaona mtu is right, ya ampe kura. Lakini isikuwe kiegezo ya mimi kunyimwa kura. Kwa vile mimi hakuna mahali pengine naweza enda kuomba kura. Unanielewa? Mahali pengine nikienda nitaambiwa mimi ni mgeni. Wewe ni mgeni. Hapa ndio nyumbani. Na hata yeye akikuja hapa tunaambia yeye hapa yeye ni mgeni. Lakini kuna mahali akienda hata ambiwa yeye ni mgeni. Ukweli. Unanielewa? Na kuelewa lakini si unajua, si unajua umesema vizuri ni wakati wa hii ni kura ya kidemokrasia. Na unajua inasemekana wakati unaweza ukasimama asua sana yeye tutamuita kama mama aliyepata boma hapa. Yes. Sijui wewe unaitana aje lakini acha tuache hiyo ni mambo ya familia. Lakini sasa hapa tuko kisiasa. Hapa ni kama kazi. Anoni miluano mulamu afua. Ne olwanranga khobe olwanra sindusunendi kiwewe. So unasema wewe uko nyumbani na uko comfortable, uko sawa ukipigania hii kitu kwa sababu uko nyumbani, hauna mali pengine utaita nyumbani. Mwami unaona kwa hii boma tumekaa saa hii hata nikianguka saa hii naweza kuonyesha mahali wanaweza panda mimi. Hapa ndio nyumbani. Mimi placenta yangu iliziko hapa, mimi nitaziko hapa. So, na hii ni haki yangu. Okay. So kwa ufupi unamaanisha unaambia aje watu wa Butula? Wakuwe free. Wakiona wanataka Mutua wampe, lakini wasininyime ati kwa ajili Mutua ni jirani yangu. Unanielewa? Wakiona anatosha wampe, lakini nisinyime kwa kigezo ya kwamba ati sisi ni majirani. Hapana. Unanielewa? Kwa vile mimi ile kitu nataka kutimiza Mutua haezi timiza. Unanielewa? Nakuelewa. Mimi nataka kugawa basari. Women rep anagawa basari the entire constituency. County. Mimi nataka kugawa Butula. Mimi nataka kufanya stima hapa. Anaweza sukuma stima? Hawezi, unanielewa? Mimi nataka kujenga barabara. Miundo msingi ya kutosha. Women rep anaweza? Hawezi. Sasa Wamarachi wakiamua kupea Mutua wampe kura. Kivyao. Lakini wasininyime kwa ajili ya mtu. Because naona wale wapinzani wangu wako wanajishika kwa hiyo kitu sana ati wewe na Mutua mnatoka boma moja. So hapa ni kila mtu atafute kivyake. Hakuna mkutane kwa boma msalimiane lakini kila mtu wako kivyake. So kama Wamarachi wataamua watapia yeye kura yake wampe kama wao. Wewe unaomba kura Wamarachi unawaomba kama wewe John, kama kijana yao. Yes. Okay. Nimekupata vizuri kabisa, nimekupata na nimekuelewa, na ninatumai wasikilizaji wetu na watazamaji wetu pale YouTube mnaendelea kufuatilia conversation yetu vizuri tukiwa na Mheshimiwa John Wesley Achola ambaye anawania kiti cha ubunge hapa Butula. Na mumesikia, na kama mjasikia mnazidi kusikia, maneno inaendelea kukua mzuri. Na hii ni wakati ambao mheshimiwa alisema tutakuwa wakati huu tunasherehekea Krismasi, yeye atasherehekea akiambia wananchi wa eneo bunge hili la Butula maono yake na ni kipi kile ambacho anawapangia hapo mbele. Butula, mimi niko tu hapa na mheshimiwa tunasemezana. Hii inaitwa Butula News
Na kama haujatufollow, endelea kutufollow kwa sababu tutakuwa na vipindi kama hizi kila wakati. Tutakuwa tunaongea na wanabiashara, tutakuwa tunaongea na wanasiasa, viongozi wetu wa kesho. Na ni furaha sana kuona kijana barubaru, kijana chipukizi kama huyo, kijana mwenye ako na nguvu, amejitoa na ako sawa kabisa kulingana na vile mheshimiwa anaongea. Ako na furaha kabisa na ako na ujasiri ya wa 2027 tunaibeba inarudi kwa vijana. Kuna swali hapa. Saizi watu wameona Butula, watu saizi wa Marachi wamekuja kugundua na kuelewa uongozi sio umri tu. Uongozi sio umri tu. Wale wenye wanakuandarate kama kijana. Lazima hapa nje kuna mambo inasemekana mingi. Haiwezi kosa. Wewe utawaambia aje? Kwa sababu unajua wengi wakati ulianza ulisema wewe ni mtu wa hapa lakini mkaazi wa Bungoma. Lakini huko tukoshua huko ni kwa sababu ya biashara, umesema wewe ni mchapa biashara. Hawajaanza kukuambia huyo kijana hapana, huyo kijana. Unajua Vika, sitaka kukujibu hivi. Wewe ni Mkristo. Ndivyo? Ndio. Kama umesoma Biblia vizuri sana. Always, all the time. Mungu alikuwa na mtu anatumia kuongoza. Ile tunaweza sema for every generation. For every generation there is a leader for that generation. Unaelewa? Uhuru Kenyatta, mzee Jomo Kenyatta aliongoza hii nchi. But nataka kuambia leo akirudi haezi pewa kura. Ni ukweli. Unaelewa? Kwa vile hiyo wakati akiongoza nchi, nchi ilikuwa inapigana na mbeberu. Sasa nchi inatafuta vile ya kuenda Singapore. Ule mtu alifanya vita ya msituni ya kufukuza mbeberu, haezi peleka nchi wapi? Singapore. Unaelewa? So for every generation there is a leader. Mungu mwenyewe akianza kutuma watu wake kwa dunia, alileta Musa kutoa wana Israeli wapi? Misri. Si ndivyo? Lakini si Musa aliwafikisha Misri. Canaan. Tena akaleta Joshua afanye nini? Awafikishe Canaan. Si ndivyo? But bado wazo ni lile. Uongozi for a moment and for a season. Unaelewa? The problem we have today can only be solved with a leader of this generation. The problem for unemployment can only be solved by a person who like me, who also has a friend mwenye hana kazi, who also has a sister mwenye hana kazi. Unanielewa? Lakini tukichukua mtu kama Oyula, alafu waambie Oyula hakuna kazi. Na yeye alifanya hizo siku zenye Oyula alikuwa paka PS Kenya Finance. CPA pekee ilimpea PS. Sasa hata CPA pekee unaweza kuwa basa. Hata huwezi pata kazi, CPA huwezi pata kazi. Because mimi mwenyewe nimefanya CPA. I understand. I have colleagues wenye hawana kazi. Unaelewa? So the problems we have today, Oyula cannot envision them. Tukisema watoto wetu hawawezi tembea 5 kilometers kwenda shule, na mwenyewe alikuwa anagonga 10. Unaelewa? Tukisema watoto wetu hatuwezi washa koroboi. Koroboi ukiwasha unaleta hata kansa. Unaelewa? Koroboi ukiwasha hata mtu anaweza sahau kuzima na akufe. Koroboi ukiwasha kwa nyumba ya nyazi hata inaweza shika nyumba. When you tell Oyula alete stima, si atakwambia uende asha koroboi. Kwa vile yeye alisomea na koroboi na akamanage kukua paka CPS Kenya mzima. Unaelewa? Haezi elewa kwamba today the current generation inataka stima. Mimi nyumba yangu iko na stima. Na nataka kuambia hata saa hii stima ikipotea na unaona kila mtu anapotea. Current generation. Lakini hao watu walikuwa wanakula masia. Wanaingia kwa nyumba ya round. Hakuna nigiza na wanacheza ile mchezo yao ilikuwa inaitwa aje? Unaelewa? Mashino kavu dimbu. Unaelewa? Mtu mwenye alicheza dimbu haezi elewa ya kwamba vijana wanaendanga mahali kuna light kucheza starehe. And that is the current generation. So I want to tell my people and our people that for the problems we have today, they can only be solved by a person of this generation. We cannot continue depending on Oyula to solve our problems. Because kuna shida hata ya basari. But wewe unaambia mtu
ati unataka basari na mtu watoto wake wote hakuna mwenye amesoma kwa basari. Unaambia mtu unataka basari na mtu yeye walikuwa wanasoma bure, hata juu watu wanalipanga school fees. Unanielewa? But if you tell me that mtoto wangu ajaenda shule, najua hata bibi anaweza kuacha, but wakasi vahare varia, hata mtoto asipoenda shule anaweza kuacha. Na sahi bibi yako wewe usipopeleka mtoto shule, bibi atabaki na wewe? Hapana. Si atakuacha. Atakuacha kwa sababu haiwezekani mtu ana maono ya kupeleka mtoto shule. But can you understand that? That's why mgao ya basari anaika tu 30 million alafu kwa Marachi wanapiga makofi. Na watu huko nje wanalipiwa full, which means 30 million is not enough. It's not enough. And you see even the law says it should be 70 million. Oyula anachukua 30 anapewa Marachi wanapiga makofi, anachukua 40 billion na anawajengea koti. Unaona maneno? So we can say and repeat that ya kwamba the problems we have today cannot be solved by a person who is not of this generation. Unaelewa? Sasa acha tukubali, Oyula akubali, Oyula akona pension. Oyula akona pension already ya ile yenye alifanya kwa treasury. Sasa hiyo Marachi wamempea pension ya pili. Atakula hizi pension lini? So unamaanisha sasa hii yeye akae nyumbani awache sisi tutibu shida za leo. Aache sisi na yeye akule pension zake mbili kwa amani. Unanielewa? Okay. Sasa mheshimiwa, hapa Butula tumekuwa na kesi za insecurity. How are you going to handle this? Mapangale. That's a good question. There is a lot of insecurity in Marachiland. But security, ukienda kama unapata ule mwanaume anaitwa Ngeno. I have forgotten the Ngeno, when there is insecurity, he goes to the OCS and tells him we cannot condone insecurity in our area. Unaelewa? Wewe umesikia watoto wanakatu hapa. So umesikia? Umesikia vitu zinafanyika mbaya hapa. Ni kila kona, kila siku, kila weekend. Umaisikia Oyula akionyesha kidole mtu yoyote? Sijawahi. Hujawahi. Hapo ndo pale shida inaanzia. If the leader of the area is not concerned about the well-being of the community, then people who can actually violate their well-being, the well-being of the community, they thrive. They continue to violate because wanajua hatutaulizwa. Unanielewa? Because hapa sasa tumewekewa hata OCS hapa, OCS huko. Unanielewa? Lakini hakuna sauti ya mjumbe kusema things are not going right. Unaona? Sasa yeye anawacha. Lakini kama Oyula angekuwa ameenda, saa hii ameitisha meeting. Hata tulimekuwa juzi hapa Marachi Central. Nikauliza chief Simuli. Nikauliza chief, Oyula amekuitako siku yote kuuliza kwa nini inaendelea kwa hii area? Hajawahi. Aspouliza. If he does not go to the floor on the hour and say there is insecurity in Butula, who will be concerned? Sasa yeye ameamua the easiest ajenge koti. But you see, ukijenga koti na mujaishika any culprit wa insecurity, what are you doing? Hiyo koti inaenda kufanya nini? Inafaa Oyula tuambie ako na statistics. Wakora wenye wako hii Marachi ni 10,000. Hao wakora 10,000 kuendanga Butula, kuendanga Busia kusikiza kesi zao is becoming a society problem. Because wanaomba fare, wanaomba nini, unapata asubuhi bodaboda zote zimeenda Busia. Vijana hakuna wakulima shamba hapa. So it now becomes a necessity ya kwamba acha tujenge koti tuweke karibu. Hii koti tukishaika karibu isaidie kupunguza safari. But you see, we don't have statistics. Wamarachi wangapi wako na criminal case? Wanafika 50, wanafika 100, wanafika 200. Hatuwezi fika hata 500. Hawawezi fika hata 500. Sasa hii koti ni ya nini? So unamaanisha hii koti kujengwa hapa sio suluhisho kabisa? Si suluhisho. That's a waste of public resources. We will need a court, but not in this generation. That's why I'm telling you, we need a leader of this generation. Because a leader of this generation will appreciate that we need a school and we need more bursary allocation than giving a court. A leader of this generation will appreciate ya kwamba hata wewe ukiwa na kesi Busia, uchukue bodaboda hapa akupeleke Busia. Ni Marachi amekupeleka masimu Marachi? Ni Marachi. Ukimlipa 1,000 kufika Busia, utakuwa mpea Marachi ama utakuwa mpea Marachi? Sasa yeye hata aoni ya kwamba kuweka hapa koti inaharibia watoto wetu kazi. Unaona? Na hawa bodaboda wenyewe ndio sahihi. Wewe bodaboda amekuleta hapa leo, alikuwa reflector.
Hapana. Si ndio? Sasa vijana wetu wanataka kufungwa hapo sana. Haujavaa reflector, haujaweka indicator, sijui nini. Hao wanaenda kufungwa sana. Na I think yule anataka kupunguza wale namba ya idadi ya vijana ambao wako tayari kumtoa kwa uongozi. Anataka kuwafunga kabisa, alafu sasa ndio apate watu wachache wapitishe yeye kura. Unanielewa? Because amesema hiki kitu ana launch before 2027. Tena ako na mpango tukishinda yeye aende kwa koti. Na yeye hataki kuendanga Busia koti. Anataka kwenda kwa koti yenye amekuwa amejenga. Anafikiria akijenga koti itasaidia yeye atuamuonee hakimu atamuonea huruma rule in his favor. Haitawezekana. Unanielewa? Nakuelewa. Hii koti ajenge, lakini bado tutashinda yeye kura, na bado tutaambia vijana wetu hii koti ilijengwa lakini not for our benefit. Because wanasema ati kesi za mashamba. Ati watu wetu wanaenda sana Busia. But wewe unajua mambo ya koti. Kuna lands court, environmental and lands court. Si ndio? Wanaweza chukua environment and lands court waeke ikuje Buhalari. Hata magistrate wa lands court atakuja Buhalari. Because Bungoma tuko na court inaitwa Sirisia law courts. Hakuna siku nimesikia kesi ya shamba imeenda Sirisia. Bado inakujanga Bungoma town. Unanisikiza? Hakuna siku nimesikia kesi ya shamba, kesi ya labor ikienda wapi? Sirisia. And I'm sure hii koti tunajengewa itakuwa na such level, such capacity. Unanielewa? Watasema hapa tunataka petty offenders. Kina nani? Watu wananisha baiskeli. Kina nani? Ule mtu aliiba kuku yako. Kina nani? Ule mtu mwenye uliona akikata fence yako. Unaelewa? Lakini when now we have ati watu wameuana, hakuna kesi itafanyika hapa. Kesi itakimbishwa Busia. Now what is the need of building a court then? So nakuelewa. Nakuelewa vizuri, si ndivyo? Nakuelewa vizuri. Sijui kama mtazamaji anaelewa vizuri, na pia kama wako na swali anaruhusiwa kuuliza. Unajua kuna mwananchi anaweza kuwa na swali anataka kuuliza na miogopa. Unaweza weka hapo kwa comment, mimi nitakuwa nasoma. Na wakati unasema hivyo, mimi najaribu kuona hiyo picha vile umeileta, na nashika hiyo information vile iko. Lakini sasa kwa mwananchi kuelewa zaidi, hapo ndio kuna issue. No, unajua wananchi, unajua the problem we have, ule anajenga hii koti, ana promoting, ana promote the wrong information. Anasema hataki Wamarachi wakuwa wanaenda Busia. Unanielewa? You know, when you sit and look at it at that angle, you can actually buy that. Yaani ulikuwa unajua dawa inaitwa chloroquine. Unaona chloroquine ilikuwa inatibu malaria kitambo. Ilikuwa kali sana. Sasa ilikuwa mzee akitaka kukupea, anahakisha anaifunga ndani ya ugali, ama anaitafuta ikuwe tamu usijue unaimeza. Sasa hiyo ndio kitu tunafanyiwa. Wameweka chloroquine kwa hii kitu, alafu wanakuambia usikuwe unaenda, utakwenda Busia. What he is not saying ni kwamba hizo mambo za mashamba, environment and law court, environment and land court, hiyo koti is a special court. Unanielewa? Na shamba za Butula pekee haziwezi fanya serikali iandike judge hapa. Okay. Unanielewa? Hizi shamba ni kidogo, because ule mtu ako na namba yake na kesi, atakuja Butula ama ataenda Busia? Ataenda Busia. Ule mtu ako na kesi Funyula, atakuja Butula ama ataenda Busia? Possibly Busia. Sasa hii koti wamekea nani? Wamekea watu wa wewe ukiwa na kesi Matungu, utaenda Mumias ama utakuja Butula? Nikiwa na kesi Matungu. Nitaenda Mumias. Utaenda Mumias. Sasa hii koti wamekea nani? Mtu wa Butula. Wamekea mtu wa Butula. Sasa mimi nauliza wewe swali. Butula kuna wakora wa kutosha kuwekewa koti? Aya, Butula hiyo ni one. Hii koti wataleta hapa, because environment and lands court is a very unique court, because even those judges earn up to 1 million. Unaelewa? Unataka kuniambia serikali italeta hapa judge wamlipe 1 million over Butula lands only? Huyo judge atakuwa na kazi? Atakuwa na kazi ngumu. Atakuwa na kazi ya kufanya. Unanielewa? Sisi tulisema na tunasema, sisi tuko na chiefs, sisi tuko na
nyumba 10. Sisi ni wokovu, tuko na pastors. Sisi tuko na wazazi. Hizi kesi zetu ndogo ndogo tunaweza maliza wenyewe. Unanielewa? Hatuhitaji koti. Hizi kesi zetu tunaweza malizana wenyewe kwa wenyewe. Our chiefs have been here na wamesolve so many issues. Unanielewa? Sasa hii mambo ya koti ni kwa vile mtu anataka kula percent ya kujenga. Hii ni contract 24 million. Unanielewa? Na huyu mwanakandarasi ukifuatilia vizuri kabisa utapata hawasemi ni nani. Na ukifuatilia ule mwenye anajua atasema huyo mtu na huyo wanajuana. So ni biashara inapigwa. Ni biashara inapigwa when merchants are not going to school. We imagine 24 million in a financial year wakiamua kugawa basari. What can happen? Your imagination is as good as mine. What can happen? Kama saa hiyo yule anapeananga 30 million pekee. Imagine anapeana basari 30 plus 24, 54 million. Si watapigia mzee makofi sana? Sana. Lakini anaja na hiyo, anapata hiyo pesa, anajua vile watafanya, wanaweka pesa ya kutukimbisha 2027 mbio. Wanasema inone Nyanza. Lakini mimi wanasema Babolambu inone Nyanza, lakini mimi nataka kuambia mimi nimeunda mashua. Uko na mashua? Nimeunda boat. Nimeunda boat, alafu rafiki zangu wanakuwa wanatembea juu na helicopter na parachute. Wakiona maji na nizidi wananing'oa. Sasa lakini safari lazima sasa yote otiakobera munyanze tutapita. Unanielewa? Tutapita. Yes. Kwa vile kama ni boat tumeunda watu wengi waku nini maji, alafu tena ndege natembea juu. Wakiongoza maji, wakiongeza mawimbi, wakiona boat inaenda capsize na naenda juu na panda. Si ndio? Ikipoa tena narudi chini na tutafika mwisho. Okay. Yeah. And I want to say this. There's a lot of narrative about money and politics. But for our generation to move, let us try to separate the two. Okay. Unaelewa? Let us try to separate the two. Because when we continue saying that people must have money, the person we are saying has money does not own any company. It has never been known to do any business. Yes. Unaelewa? We know that people who have money are businessmen. People who have money are manufacturers. Huyu ni mfanyakazi wa serikali previously. Yes. Unaelewa? Ndio amekuja na inasemekana pesa iko ya kumwago. Na hiyo dhana ndio inafanya tenda kama ya kujenga soko Bumala unachukua mwenye kwa vile you want to have money, and because you want to have money you technically ensure that a whole community does not grow. Unanielewa? Wewe peke yako ufaulu. Lakini hizo ndio vitu tunataka tukatazane. Wewe kula pesa ya Oyula, kula kabisa. Sasa ameficha. Unamuonanga, unamsikia? Hayuko, anangoja hiyo wakati ifike. Akuja na mablanketi na pesa ya kutosha. Sasa Achola atakuwa anaongea tu. Unaelewa? Lakini mimi nitakwambia tutasumbuana na yeye paka tutaelimisha wa Marachi ya kutosha. Sasa bwana mheshimiwa, unaona sasa hii ndio wakati mwafaka sasa wa kuanza kuelimisha hao wa Marachi. Hololanga ni vya hola vya vya kampeni. Va Marachi vera nrahulaini. Kama Marachi, the reason why situation ya Marachi inaendelea kukua worse hata baada ya kupiga kura ni kwa sababu ni kwa sababu hawajaelimishwa. Wao wanaenda kwa sababu ya pesa. Mwenye ako na pesa mingi. Ebu ongelesha wa Marachi waambie wafate manifesto sio pesa. It's not only an issue of having a lot of money. You see also all the time this guy has had the most popular political party ticket. So there's also an issue of the ticket. And there's also an issue of the person giving out the ticket. You remember even last election walikata hawakufanya nomination. Yes. They just dish out certificate. So I don't think it's entirely a problem of Butler. It's technically a nationwide problem. If I happen to have a UDA ticket in Eldoret, do I need to campaign? No. You don't need to campaign. If I happen to have like kama huyu jamaa alipita kura hapa Ugenya juzi Ugunja akireplace Wandai. Did you hear him even campaign? Lakini because ako na ticket ya ODM mambo ime. So those people who crafted independent candidates were on the right footing, because in future it will not be a point of political part. Okay. It will be a point of wewe sera yako ni nini. Yes. Unanielewa? Yeah.
Nimekuelewa. Na kwa ile swali nilikuwa nimekuuliza, there is another viewer hapa pia anauliza about ya wewe kuvai kiti same na Mutua. Bado ni kama alimiss hiyo point, lakini ameuliza. Naweza jibu tena. Mimi nitaka kuambia huyo viewer kitu moja. Na nataka nisikize sana. Because watu wananiuliza swali wengi ni wale wanaitwa opponents. For lack of a better question to ask me. Wananiuliza mama amesimama, mimi nimesimama. Nataka nimwambie leo, mimi sina mahali pengine naweza enda kusimama kura. Mtu wako na mahali mingi anaweza enda kusimama kura. Sawa sawa? Mtu wako na mahali mingi anaweza enda kusimama kura. Mimi naweza simama tu hapa Butula because hapa ndio kwetu. Sasa mambo ya mimi unajua, let me tell you, it's very unfair. It's very unfair ukilinganishwa. Unajua ingekuwa ati ni dada yangu amesimama, ningeulizwa hiyo swali. Si ndivyo? Ningeulizwa hiyo swali. Lakini sasa juu si dada yangu, mimi sitaki kuulizwa swali kama hiyo. Unanisikia? Buri mundu akolebie. Kila mtu afanye yake. Okay. Na mimi, by the way, let us put the record straight. Mimi nilitaka kugombea 2022. Wazee wa Iboma walituita na wakaniambia usisimame, mama anataka kuwa gavana. Haitakuwa picha mzuri wewe kutaka kiti na mama anataka. Tutaonekana walafi. Na kwa hiyo mkutano tulikubaliana mama apite aanguke 2027 mimi nitasimama. 2027 nitasimama. Apite ama aanguke. Because tulikuwa tuna assume akiwa governor, after all he will be serving his second term. Sasa people will be gauging her performance, not where he comes from. Na mimi nitakuwa nakuja kijana mweupe, mwepesi. Sasa what either performance ya mama itanipitisha ama performance yake mbaya itakuangusha. Unanielewa? Sasa 2027 tulikubaliana mimi nitasimama. Akianguka mimi niendelee. Akipita mimi niendelee. Yeye alianguka. Yeye ndio bado anataka kiti. Unaona? Na yeye kwa kutaka kiti hajakuja kwa familia kama sisi kwa familia, hajakuja kusema yeye anataka kiti. Sisi tunasikia tu hizo vitu uko Teso. Unanisikia? Akikuja tukae chini, tutamuuliza na ile mkataba alitupa wapi? Na pia aeleze kwa nini hiyo mkataba anaona itupiliwe mbali. Unaelewa? Lakini sasa kama yeye mimi namsikia tu Kambani, namsikia tu Teso, namsikia Bunyala huko. Mimi sijamuona. Wewe umemwona hapa Butula? Sasa huyo wewe ambia yeye wacha kila mtu asimame. It's a democratic right. Because kuna democracy ina mbili, negotiated, alafu kuna ile mnaenda sasa by acclamation. The one who wins wins. Unaelewa? 2022 we did negotiated democracy. Unaona? But actually being a democratic space, somebody is going against that democratic agreement. Unanielewa? Na anasema hawa mama wote hii Busia, mama tu ni mmoja. Sasa sijui mama yako anakuanga. Sijui kama hako lakini ni sawa. Wamarachi watu wanabusia wataconfirm hiyo 2027. Sasa okay, ni sawa. Tunaendelea vizuri na karibu tunamalizia. Tumekuwa na conversation mzuri sana. Mimi nimekuwa Vikas Bahati nikiwa naongoza kipindi na podcast yetu ya Butula News. Kama ndio unatupata kwa mara ya kwanza, tunakuomba tunapatikana pale Facebook, YouTube hapa tuko kama Butula News, Facebook ni Butula News, Twitter ama ukipenda unaita X tuko huko kama Butula News na TikTok kama Butula News. Ile kitu tuna babu ya hizi kupatana na habari zetu wa kwanza kila wakati, na tutakuwa na hizi conversation kila wakati, kila kona, kila siku tutakuwa tunakufikishia habari za kila kona ya Butula na Busia pamoja na Western. Karibuni sana, tunaendelea vizuri. So mheshimiwa, tunakaribia kumaliza na mimi hii sasa sitakuuliza swali. Although sasa hiyo ndio swali ya mwisho. Mimi nataka kukuomba mheshimiwa. Tukimalizia. Leo ni sikukuu ya Krismasi na tunamalizia mwaka, tuko tuna masiku za kuhesabu, tunamalizia mwaka, then tunaingia mwaka yenye sasa kampeni zinaenda kushika. Ujumbe wako ni upi kwa mwananchi wa Butula? Kwanza nataka kusema kuhimiza Wamarachi washerehekee kwa njia ya kistaarabu. I want to wish them a Merry Christmas and a prosperous 2026. Yes. Sawa.
Nataka kuwahimiza we still have life to live. We still have everything to take care of. Wacha mtu asichanganyikiwe. Normally at such a time, hata ukipata ajali ukienda hospitali zimefungwa. Wale the best doctors we talk about wako mahali wanakula starehe. Unanielewa? The best ambulance drivers wako mahali wanakula starehe. And everybody is anafurahi. Hata mimi sasa niko hapa. Ukinitaka kwa pahali yangu ya kazi uweze nipata. Ndivyo? So we are operating in a space whereby most people are not properly geared for any emergency. So ningependa kuomba tuwe na ustaarabu, tusherehekee kwa njia ya heshima, tusherehekee tukijua ya kwamba we have families to look after, we have parents to look after, and we have a future to fight for. Okay. Yeah. Thank you. Asante sana. Asanteni sana watazamaji wetu. Asanteni sana kwa kila mmoja amekuwa na sisi. Tunasema ni asante. Hata pia sisi kama wana Butula News tunawaambia tunawatakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Asanteni sana. Asanteni sana. Endeleeni kufuatilia ili tuta update ni nani tutakuwa tunazungumza na yeye next na itakuwa lini, saa ngapi, wapi. Endelea kutufollow. Asanteni sana.